Tukikosana, mambo yafuatayo yatatokea. Kwanza, itakuja vita kubwa ya kidini, kwa sababu Zanzibar watajitahidi wapate taifa ambalo litakuwa rafiki kwao, lakini liwe na uhasama na bara na liweke vifaa vyake pale Zanzibar. Kwa mfano, TV station kubwa inayowachochea Waislamu wa bara wajisikie wanaonewa. Tangu alfajiri mnapigwa tu maneno, Waislamu wa bara mkeni, jiondoeni kwenye makucha na minyororo ya Wakristo. Kuna amani hapo? La pili, huu mnaosikia Al-Shababu al-nini inaweza kuzuka pale napo, kwa sababu Zanzibar ni 99% Waislamu. Mmekosana, umeme wote unatoka bara. Umeme unaokwenda kisiwa cha Unguja unatokea Kunduchi Power Station. Umeme unaokwenda Pemba unatokea Pangani Power Station, na ndio waya huko underground. Juzi walichelewa kulipia umeme deni kama la 50 bilioni. Tanzania ikutetereka, tulisikilizana tu mambo yaende polepole. Kama tumekosana, unazima tu umeme. Unajua mambo mengine haya yanaonekana na uhuru wetu sijui na nini. Hakuna nani, Zanzibar hakuna mito. There is no way unaweza kuwa na umeme wa kutosha kuiendesha Zanzibar kama uhusiani na bara. Lakini sio hivyo tu, ni ndugu zetu wa damu. Watu walioko Zanzibar wametoka bara. Ndio maana mtu, si jambo la ajabu ukienda kule unayakuta makabila yale Wayao, Wamwera, yani wako hivyo. Sasa ugomvi wa ndugu unaweza kuletea tabu, na vikianzishwa vikundi vya kigaidi Zanzibar, Dar es Salaam hapakaliki. Unahitaji roketi kama 2 tu kwa siku, watu wote watahama Dar es Salaam. Unatwanga tu, wala hakuna haja ya kuja Dar es Salaam kwa vita ya kisasa. Unatumbukiza roketi na bomoa benki kuu na magorofa yale matatu na nini. Hakuna tena kusafiri, hakuna UDA, hamna nini, hamna Kariakoo. Sasa hivi anayataka haya ni nani? Kwa hiyo mimi nasema mtu asidhanie kwamba tunaweza tukaamua kisiasa. Mwalimu aliwahi kusema kwamba jamani, jiografia ndio imetuweka hapa, imetuunganisha. Mungu mwenyewe, ukitaka useme Mungu basi acha hata jiografia. Mungu katuweka hivyo kilomita 60 kutoka sisi, ni ndugu zetu wa damu ambao tujifunze tu namna ya kuishi pamoja. Tukikosana tumekaribisha uhasama ambao hatima yake hakuna amani kwa mtu yeyote, maendeleo hakuna, ni kufukuzana na kupigana. Na kwa kweli wala mtu unayejua historia ya muungano huwezi kuthubutu kusema kwamba kuna option, yani kuna uwezekano tu alafu tukaachana tu tukashikana mikono mambo yakaisha.